Yes. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yes, hallelujah. Yes. Amen. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Bwana Yesu atukuzwe. Bwana Yesu alibiwe. Basi niombe tukaribie kwenye ibada hili na tushirikiane kwa pamoja kama wenda mbinguni, watu ambao wameitwa kufanya kazi ya Mungu wakati wowote unaofaa na wakati usiofaa. Na tunaweza tukaona hiki kwa hali ya kibinadamu, tunaweza tukafikiri kwamba ni wakati usiofaa, lakini kwa Mungu ni wakati unaofaa.
Amechangiwe. Basi kabla ya kuanza ibada hili, niombe kumpa mikrofoni mzee afungue ibada hili la nchi. Turagushimiye Mana nziza muri hejuru y'isi. Turagushimiye ku mwanya mwemereye kuba hano. Turagushimiye ku byabaye byose wabonye kuba. None kano kanya keza turakwese uyu mwanya tugiye kumva amajambo yawe. Urabana natwe umwanya wose tugiye kumara hano. Amashimwe icyubahiro y'ijwawe Mana. Turagushimiye tugiye kubana natwe umwanya wose. Reka ibyo ugomba ababyo bigaba biganze hano. Ibisigaye n'ibanga ryawe. Turakwizigiye kugiye kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu. Duseme amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Amechangiwe. Amen. Basi tualike watu wa nyimbo watupe nyimbo mbili na tutaendelea na mambo mengine na mambo ya hotuba mbalimbali itatokea baada ya hizo nyimbo mbili ambazo tutaimba kwa pamoja. Basi karibu mwimbishaji kwa ajili ya nyimbo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Atawale, mwambie Yesu atawale. Nakusikia nipo msibani. Pale kwa nani? Pale kuvuko yako.
Yelombochi ya ilo ijiji ya kwanza bilo tunabashitenda nibo twakanya bakucho bose bale batulira hano ururusuku wamukwechi unomwe watumwana watushika bilo tunabashitenda nibo wana ombe aba waterekesa ya abele ele nibo
nafikiri betu tatoshi urulanye malwachi masababishe uno watumwani itoshi selema familia yeshicho urulanya malwachi masumbono watumwana itoshika ni wechi na tunashima ikazi ya etu mchunge mala malwachi mashitangaliwa hano na familia imatoe ya wetu mabuka hapana tukalula ni wechi miom na imalizia ile miho epende tusaka malaloni toto ebe chubose hano jua ejiji Asia ya kwanza ya tengeneza bilewa toto itayo hano Bwana Yesu asifiwe. Ni wechi aya asante abe chanjibwe ombanjibwe hiyo ni huduma ya serikali au kijiji. Hivyo basi niombe familia ije sasa kwa ajili ya huduma ya mtoto wetu au marehemu. Ni mwichi ono wa imanano yebuzili nakanya nakocha ono mwalo wose wasantu kwa tukadiricha hano ili nibwe beno bose batu haula hano tukadiricha rumolwa tumuudi mula nibwe tusukulwa inga ilo tu usalulutu ekiamu tusukulwa inga ilo tu usalulutu na sieta itengana na alamo ni kwamba kawakola achekelene atutubula bya alama maana numbalanga msiki karibu. Iwechi again. Bashimuma Bashakuhu Ubaya Matembe kinesimama hapa kusoma hotuba ya maisha ya marehemu. Marehemu aliitwa kwa majina yafuatayo: Sumaili Honore. Alikuwa anaitwa Sumaili Honore. Baba yake anaitwa Honore Mauridi. Ni mtoto wa Bashimuma Bashakubu nyumba ya Matembe. Mama yake anaitwa Belania Basho. Ni mtoto wa Batongwe nyumba ya Aongo. Marehemu alizaliwa tarehe 22 za mwezi wa 8 2024. Magonjwa: marehemu alikuwa anasumbuliwa na magonjwa ya pneumonia. Na huo ndio ugonjwa ambao umempelekea hadi kwenye mauti. Hivyo basi ilipofika hapo jana tarehe 4 za mwezi wa 9 2025 saa 11 alfajiri marehemu aliaga dunia. Marehemu ameisha hapa duniani akiwa na mwaka 1 na wiki 2. Jamaa la Bashimuma Bashakubu Bashimatembe wamesema kwamba Mungu haipokee roho yake mahali pema peponi. Asante. Abechangiwe Iwechi
icyo imisao ni burwachi bwe a mwana okolema. Haleluya. Bwana Yesu atukuzwe. Bwana Yesu ahimidiwe. Basi kwa kipindi kama hiki nipe nafasi mchungaji wa mahali aje atuambie machache kwa ajili ya maisha yake ya kiroho. Abechangiwe. Abechangiwe. Tole motenda alamu au no mwana watushika oluro busuku. Ono mwana ale mubuchi wa Sumaili Honore Mauridi Nyaje Seke amubuchi wa Honore Mauridi Nyaje amubuchi wa Melania Bashon. Ono mwana ale homo mbeto bana ba Sunday school leto kanisa. Tile ya munda mwana ombele nusuku aoda tushike. Kwa hiyo tatuna etu dama ange tuna kutende awe chalu tuwa lunge wiwa yenda na kitina ya ndia. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana kwa hotuba zote. Tumeshukuru sana kwa hotuba ya serikali, tumeshukuru kwa hotuba ya familia, lakini pia tumeshukuru kwa hotuba ya kanisa. Na kwa wakati huo nipe nafasi mwimbishaji aandae wimbo mzuri mnono ambao tutatoa mchango wa kusaidia wafiwa au familia iliyoachwa. Lakini pia katika wimbo huo mwalimu atakuwa anajiandaa kwa ajili ya kutufundisha mchana wa leo. Abechangiwe. Ombangiwe. Karibu sana kwamba tuimbe huku tukiwa tunatoa mchango kwa ajili ya msiba.
Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu atukuzwe. Amechanjiwe. Basi niombe tutulie kabla ya kumsimamisha mwalimu wetu. Niombe kumleta Reverend Pastor Talama karibu kwa ajili ya kuweka mchango huu mikononi mwa Mungu na kutoa baraka kwa yote, kila mmoja aliyenyosha mkono wake kwa ajili ya kuchangia. Tunakuhimidi Mwenyezi wa zamani zote, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, ambao uliwaahidi ahadi za milele za baraka za kila taifa na lugha na jamaa na taifa. Uhimidiwe kwa kuwa ndiwe Mungu. Umejua majira na nyakati kama hizi, tupo mbele zako kwa ajili ya tukio hili ambalo limetukia, na watu wako Bwana wamenyosha mikono yao kutoa changizo kwa ajili ya faraja ya tukio hili. Sasa Bwana, tunaomba baraka juu ya watu wako. Bwana, maana imeandikwa, wafanyieni watu wote mema zaidi sana wale wa nyumbani mwa Bwana. Utukufu na sifa ni zako Bwana. Bariki mchango huu, utende kazi katika tukio hili kwa utukufu wako uliye Mungu Mwokozi wetu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Amechanjiwe. Ombeanjiwe. Basi niombe tutulie, tusikilize mahusia, mashauri kutoka Baba yetu wa mbinguni kupitia mchungaji wetu Reverend, kiongozi wa wilaya yetu ya Nyarugusu B. Karibu sana kwa ajili ya huduma. Mungu akubariki sana. Karibu. Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Bwana Yesu ahimidiwe. Nyote wakubwa kwa wadogo, ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Nina furaha kubwa kuweza kupata nafasi ya kuongea na wewe katika kipindi hiki ambacho ni cha huzuni, lakini ni cha furaha pia. Kwa sababu gani tunaishi cha furaha? Mungu ameruhusu pawepo na ibada wakati wa kipindi kama na hiki. Kwa nini Mungu aruhusu ibada ziwepo za kumtukuza wakati ni kipindi cha huzuni na kulia machozi mengi? Kwa nini ibada iwepo? Bwana Yesu asifiwe sana. Ibada ipo ili kuweza kuonyesha waziwazi kilichopo baada ya kifo, matokeo ya mwanadamu baada ya kifo. Na tutakwenda kuona katika neno la Bwana kile ambacho Mungu amejiweka wazi kwa watu wake cha kuweza kuleta matumaini hata kama ni kipindi cha huzuni na kilio. Neno ambalo tutakwenda kulisoma, mwana wa Mungu, nitapenda ulipokee kama
kama ni neno la Mungu, si la kwangu, lakini ni la Mungu mwenyewe aliyekupa uhai hadi saa hii na nyumba kanipa uhai. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu Mungu wetu anatupenda, anakupenda na ananipenda, na amependa mtoto wetu pia. Kama ameruhusu neno lake liweze kutamkwa eneo hili, ana kusudi kwako, lakini ana pia kusudi kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ameshuhudia muda mrefu, miaka mingi, miaka ya zamani zote, kwamba neno lake ni sahihi na ni ukweli. Hata kama inafika wakati wanadamu wakalizarau, lakini ameonyesha Mungu wetu maishara mengi sana kwamba neno lake ni sahihi na ni kweli. Hata kama wanadamu wanalichukua wanazotaka au wanalifanya kwa mapinda, lakini yeye ameonyesha kwamba litabaki vile vile kama neno la usahihi na la ukweli la Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka nikikusimulia historia ndogo ambayo mpaka leo inanijenga na iweze kukujenga kuonyesha usahihi wa neno la Mungu ambao tutakwenda kulichangia. Ni kwamba mwaka 1989 kulikuwepo na kifo cha mtu mkubwa ambayo alikuwa ni rais. Baadhi wanasema ni Msumbiji, wengine wanasema ni Mozambike, lakini nikisema Msumbiji au Mozambike tunaelewana, si ndio? Alikuwa ni rais ambaye alikuwa anaitwa Samora Machel huyo. Na mimi namfahamu kihistoria. Hata kama hujamwona kwa macho yako, unafahamu historia yake. Sasa huyo rais amekufa kwa ajili ya ajali ya ndege. Wakati anasafiri na watumishi wake wanaomsaidia kuongoza nchi, yeye ajali ya ndege ikafikia akiwa huko angani, lakini katwaa chini. Ndege ilipotwaa ilitwaa ikiwa ni majivu matupu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na rais na mabunge na mawaziri na viongozi wengine wote wanakuwa majivu tu. Na ndege, na tunajua kwamba ndege kweli imefanyika katika vifaa ambavyo vinakomaa, lakini ndege imekuwa majivu kabisa. Sasa waliposogelea eneo ile kuangalia kitu gani ambacho kimeweza kuwa kimesalia, wanakuta na rais majivu, na mawaziri majivu, na mabunge majivu, na ndege majivu. Lakini walipokuwa wanasambaza wale majivu, wakaona ni Biblia tu ambayo imebaki bila chochote kufanyiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ninaposoma ili neno, fahamu kwamba ni Mungu anataka kushuhudia kwako na kwangu kwa neno lake. Hata tulibadilishe kwa njia gani, hata tulizarau kwa njia gani, litabaki vile vile neno la kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutakwenda sasa kusoma neno la Mungu katika waraka wa mtumishi wa Mungu Paulo kwa kanisa la Rumi. Ile sura ya 6 tunaanzia mstari wa 8 hadi 11. Neno la Mungu linasema, lakini tukiwa tulikufa pamoja na Kristo, twaamini ya kuwa tutaishi pamoja naye, tukijua ya kuwa Kristo akiisha kufufuka katika wafu hafi tena, wala mauti haimutawali tena. Maana kwa kule kufa kwake aliifia dhambi mara moja tu, lakini kwa kule kuishi kwake amwishia Mungu. Vivyo hivyo ninyi nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nanyi jihesabuni kama wafu kwa dhambi, lakini pia jihesabuni kama walio hai katika Kristo Yesu. Sasa tunakwenda kuongea jambo linalouliza swali. Swali linakuja kwangu na kwako, linasema hivi: kitu
kitu gani kinatokea baada ya kifo? Matokeo ya kifo ni yapi? Kitu gani kinatokea baada ya kifo? Unajua mpaka leo nchi nyingi, hasa nchi za Asia huko, mtu anapofariki wao wanafanya nini? Wanamchoma. Wanapomchoma wanachukua majivu ya mtu huyo, wanakwenda kutupa huko baharini au mitoni, wakisema kwamba kwa heri, mambo yako kwisha, hatutaonana tena. Wengine wachukua majivu yale, wanaweka kwenye kikapu ambacho ni kama kioo, wanaweka sebuleni, wanakuwa wanaangalia yale majivu wakisema huyu ndiye mtu wetu. Katika kioo kile, huyu ndiye mtu wetu. Asante. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndiyo shida mpaka leo wanadamu tunao mpaka saa hii, kujua na kuelewa na kuamini kwamba baada ya kifo chako na kifo changu kutakuwa ufufuo. Ndiyo shida wanadamu walionao. Hata kama sasa unaweza ukaamini kidogo kidogo kwamba utakuwa ufufuliwa, lakini hujajua utafufuliwa kwa lengo gani, ili ufikie mwafaka upi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni jambo ambalo tangu mwanzo limeleta utata. Hata kipindi cha Yesu alipokuwa anaambia Mafarisayo kwamba mimi nitakufa, nitazikwa, lakini baada ya siku 3 nitafufuka, hawakukubali hilo. Hawakukubali. Haiwezekani. Hiyo haiwezekani. Ndio maana wakati wanamuzika wanaleta walinzi kwenye kaburi lake ili asije kama kafufuka. Vilinzi vizito kabisa, vya askari vinene, kwamba wachunge kaburi asifufuke kwa Yesu. Wameweza? Hapana. Wameweza? Hapana. Amefufuka hakika Yesu. Na wakati wa ufufuo wake, wale walinzi wote wakaiteka mieleka, wote wakaa chini. Hawakujua kilichopitika. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawakujua kilichopitika. Aibu kawashika. Wakajiuliza, haya ni mambo gani? Lakini baadhi wakasema, kumbukeni alikuwa ametuambia kwamba kabla kifo chake baada ya siku 3 atafufuka. Wakaanza kukumbushana sasa yale ambayo Yesu ameyasema. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndicho ambacho mpaka leo lazima kikuletee matumaini, mwana wa Mungu wewe. Biblia imetuambia kwamba kama wanadamu tumekufa kwa dhambi, lakini anayemwamini Yesu, yeye amefufuka katika Kristo Yesu mwenyewe kwa ushindi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa swala lile, baada ya kifo chako unaelekea wapi wewe? Una matumaini gani wewe? Baada ya kufa na kuzikwa wewe, je, unasubiria kufufuka? Ni kweli, awe mtoto kama huyo, awe tunakusindikiza, awe kijana mwenzangu pale, awe mzee kama mimi, au anayenizidi miaka, awe kikongwe, lazima atakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hatujui ni kwa umri gani utakufa wewe. Haujui. Ndio siri ya Mungu kubwa sana, ambaye yeye mwenyewe amejiwekea. Huwezi ukajua wewe kwamba kwa miaka 20 nitaaga dunia. Hujui. Huwezi kama utajua kwamba utafikisha miaka 80. Haujui. Haujui kwamba itakuwa ni mimba itaporomoka. Haujui. Lakini kilichopo ni hiki: uwe mdogo, uwe mkubwa, uwe mzee, uwe kikongwe, ni lazima utafufuka. Lazima, hapo ni lazima. Lakini swali hili, utafufuka ili upate nini? Matokeo yawe yapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kitabu cha nabii Danieli sura 12 na mstari wa 2, ndipo ambayo inasahihisha kwamba awe yote atakwenda kufufuliwa. Awe mama, awe baba, awe kijana, awe mzee, atafufuliwa. Lakini Biblia hiyo inaongeza kusema kwamba kuna wale ambao watakaofufuliwa kwa aibu, wengine kwa furaha ya milele. Bwana
asifiwe sana. Sasa swali hili, wewe unategemea ni ufufuliwe kwa lengo ipi? Kwa aibu? Kwa furaha ya milele? Ni wewe mwenyewe kujua. Na mpaka leo nimesema kwa sababu gani Mungu anaruhusu ibada ziwepo kwenye msiba? Ni ili inapofika litufundishe. Tunapoaga mtoto kama huu au tukiaga mtu mzima mwingine, litufundishe kufanya maandalizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio kusudi ya Mungu. Kwa sababu wewe hujajua ni kesho utakuwa hivi kama mtoto wetu kijayo, hujui kwamba ni mwezi ujao, hujui kwamba ni mwaka kesho. Hii inafanyika, Mungu anairuhusu ili tufanye maandalizi mapema. Na ujijibu wewe mwenyewe kwa swali lile, ukifufuka ni ili upate nini? Je, aibu? Je, furaha? Kulingana na jinsi wewe mwenyewe umepokea na kudharau neno la Mungu, au umepokea na kusikia neno la Mungu, kukubali kwamba neno la kweli. Hito ndivyo ambacho tupa matokeo mawili. Matokeo mawili. Yesu amekuja kwa ajili ya dhambi kwa sababu neno la Mungu limesema hizo. Lakini kama amekuja kwa sababu ya dhambi, ni ili mwanadamu aache dhambi aweze kufufuliwa kwa ajili ya uzima wa milele na furaha ya milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukikataa mwana wa Mungu, ukikataa neno hili, ukienda kinyume na hili, wewe unasubiri ufufuo huo, lazima utafufuliwa. Lakini itakuwa ni kwa ajili ya aibu ya milele. Lakini sicho ambacho Yesu anakutakia wewe. Mungu unasema kwamba Mungu nipenda watu. Mungu nipenda watu. Lakini afika wakati mwingine anasema mimi nawapenda wale wanipenda, mimi Mungu wao. Napenda wale wanipendao. Kwa nini sasa Mungu aseme hivyo? Na wapenda wanipendao. Inabidi kwamba wewe mwana wa Mungu lazima ujue kwamba Mungu amekupa uhai hadi saa hii, na uwe kwenye msiba huu na usikie haya, ili wewe mwenyewe urekebike kuja kumpenda Mungu wako. Na utampendaje Mungu wako? Utaonyesha ishara ipi ya kwamba umempenda Mungu wako? Neno ambalo tumelisema kwamba Yesu amefia dhambi, wewe mwenyewe utakwenda kuacha dhambi zako ambazo unazitembea kila siku. Utaziacha. Na ukiziacha, utakuwa unaonyesha kwamba Yesu kweli kweli umemgeukia na kumpenda. Lakini usipofanya hivyo, wewe subiri. Siku yako ikifika, kufufuliwa kwako kutakuwa ni kwa aibu. Bariki mnenaji, bariki roho zote ambazo zimesikiliza. Neno hili lipate nafasi kwa kila mtu. Baba, tujalie tujue tuko wapi na tutaishi wapi, milele ya uzima au milele ya moto. Jalia hili roho yenye imesikia, kila mtu atafakari amesikia nini na inambidi afanye nini. Angalia tuko wengi tunalea vitu ambavyo visiofaa kuliko kulea neno la Mungu. Wengi wanategemea wenzao wanadamu. Watu wakabidhi maisha yao, nitendee hivi ili niishi, ili nende Ulaya, ili nifanye hivi. Lakini tunasahau kama wewe ndiye vyote. Wewe ni mwanzo na mwisho, Alfa na Omega. Ilikuwa heri kila mtu ajifungue. Kila mtu ajikumbuke yuko wapi, afanye nini katika ya maisha yake. Ilikuwa heri kila mtu atubu, angamani dhambi zake na kusiacha atasamehewa. Kulikuwa ni wanadamu waendelee mbele, watazame msalaba, lakini wako wanaenda kurudi nyuma. Yesu, saidia huyu dada, saidia huyu mama, saidia huyu kaka, huyu dada, huyu binti, huyu mvulana. Wanasikia neno la Mungu, lakini linafanana na maji yenye kumwagwa kwenye mgongo wa bata. Yesu, saidia, tusaidie ili watu watazame msalaba, wakukiri wewe kwa Mwokozi wao. Wengi wanakiri majina ya binadamu, wengi wanakiri majina ya miungu yenye kuumbika kwa mikono. Baba, tusaidie Bwana. Asante kwa sababu ni heri mwisho kuliko mwanzo. Baba,
baada ya mwisho atakuwa wapi? Mwisho wa yote atakuwa wapi? Angalia ni nini mwanadamu anacho ndani ya nyumba yake, na ni nani mwanadamu anaendea. Kwani anakushuka wa mama na wa baba wengi kuliko wakae kiujane au wakae kikristo. Anakwenda anapapasa kupotosha roho za watumishi, kupotosha wengine, kuumiza wengine wa mama, kuumiza wengine wa baba. Yesu tusaidie. Kwenda kuumiza watu, kuwakatiliza maisha, kuwasumbua wasiishi. Yesu, asante kwa sababu umesema tukuite na utaitika. Watazame kila mtu aende ajichunguze, kwa maana bila kujichunguza, huu ndio muda wa kila mtu. Yeyote mwenye hata jichunguza, ya kesho hata sema kama hakusikia, amesikia. Tumeshukuru sisi kanisa, ni wewe umetupatia mtumishi na wewe umetwaa. Jina lako libarikiwe. Saidia mkutano mzima, ni katika jina lako Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Amechangiwe. Twaungwa. Ungwa ibo kwa loli. Twaungwa. Abetuungwa ibo kwa loli. Amechangiwe. Ombanjiwe. Asante sana kwa neno. Asante sana, tumesikia neno na sio kusikia tu, lakini kulifanyia kazi lile tulilosikia. Hilo ndilo mzuri sana. Baada ya kipindi hiki, naona ibada letu la hapa limefika ukingoni, na niombe tusimame ili kwamba tuandae kwenda malaloni. Amechangiwa. Amen. Mungu watu wapate picha. Msenge. Mwiko obamto wiko tochi wa msao. Na msenge mwiko obamto wedeno ya mwisho. Apana kila mtu msenge. Kama ula msenge otoche msao otocha ole beni. Na ocho beni obwela ino ya mwisho. Sawa? Wetu abotocha ino ya picha ole onatochi wa msao na unatenda ino ya mwisho msenge. Amechangiwa. Kwa hiyo tawele picha. Mchungaji, karibu kwa ajili ya maombi ya kwenda malaloni. Baba yetu na Mungu wetu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth tuliye hai, tunakushukuru kwa hali zote ambazo zimepitika katika maandalizi haya, na tunahitaji kwenda malaloni. Amani yako itawale kwa njia na huko utakapofika kufanya tukio hili udhihirishe, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.
Mungu ana sababu ya kuruhusu watu tufikie hili. Anachokitaka ni kwamba tumjue yeye ya kwamba yeye ni Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen baba. Na kwa sababu hiyo, ikiwa tutaacha kutokusamini kujua baada ya kufa kuna maisha mengine, tuko katika hatari. Lakini tuko katika hali gani? Ni ile ambayo maandiko nasema karibu sana ingiza. Tulitoka katika udongo na tunarudi wapi? Katika udongo. Lakini pamoja na kurudi katika udongo tuna tumaini la uzima wa milele. Amen, amen. Karibu watumishi. Familia.
Sasa baingize miti, bachomoe baingize ndani. Bachomoe baingize. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tumefanya kazi kubwa, lakini tunataka kuchukua hili ambalo neno nasema. Kwa mfano huo ambao tumefanya katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura 15 mstari wa 40 na kuendelea, tunasoma inasema hivi: tena kuna miili ya mbinguni na miili ya duniani, lakini fahari yake ile ya mbinguni ni mbali na fahari yake ile ya duniani ni mbali. Kuna fahari moja ya jua na fahari nyingine ya mwezi na fahari nyingine ya nyota, maana iko tofauti ya fahari hata kati ya nyota na nyota. Kadhalika na kiyama ya watu upandwa katika uharibifu, ufufuliwa katika kutokuharibika. Upandwa katika aibu, ufufuliwa katika fahari. Upandwa katika udhaifu, ufufuliwa katika nguvu. Upandwa mwili wa asili, ufufuliwa mwili wa roho. Ikiwa uko mwili wa asili na wa roho pia uko. Ndivyo lilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai, Adamu wa mwisho ni roho yenye kuisha. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo asili hii ya kupandwa hivi inafananishwa na mtu ambaye anapanda mbegu, na kama ulipanda mahindi utavuna mahindi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Unapowapanda watu watavuniwa tena watu, tena kwa miili iliyo tofauti. Wale ambao wanamwamini Yesu Kristo wanavunwa katika miili ya roho, lakini wale waliopandwa katika hali ya giza, katika hali ya dunia, watavunwa lakini katika miili yao ambayo ina udhaifu ya kupata mateso milele na milele. Jifariji kwa neno hili ya kwamba wewe utapandwa, yule atapandwa, lakini je, utavunwa katika mwili gani? Bwana atubariki. Amen, amen. Amen. Karibu mtumishi kwa maombi na tuweze kwenda mbali. Labda kuna tangazo ya familia. Karibu, lakini maombi kwanza kwa mtumishi. Karibu. Basi tuombe. Baba, tunakushukuru, tunapiga asante na shukrani kwa sababu umetuwezesha kwa kufanya kazi hii Baba yetu mahali hapa tulipo. Hivyo basi tunataka kuondoka, tunahitaji ulinzi wako maeneo haya. Neema yako, nguvu zako, baraka zako, ulinzi wa mbinguni uendelee kutawala mahali hapa kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu aliye hai. Amen. Amen. Familia, labda na neno? Hakuna. Basi mbarikiwe sana Bwana. Weka na pale. Na hapa baba. Uko sawa. Uko sawa. Kana chai. Baba yangu. Kana chai. Chino zishia mbona ya. Apitola ni motende. Ape la manga. Vino? Ape la dogo. Ape la manga. Ni kuanguka katali. Kamba ha. Vamos todos.